Habari ndugu mtazamaji wa MS TV, karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu, na leo tupo katika taasisi ya MS Agriculture Service. Hii ni taasisi inayowasaidia vijana katika shughuli za kilimo pamoja na ufugaji, na leo tumekutana na mtaalamu wa mifugo ambaye atajielezea hapo. Naomba ujielezee jina lako pamoja na nafasi yako. Asante sana. Kwa jina naitwa Rabia Hamis Haji, ni mwanafunzi niliyehitimu stashahada ya afya na uzalishaji wa mifugo katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA. Nipo katika taasisi ya MS nikiwa kama daktari wa mifugo. Okay. Ni ipi hasa kazi yako kubwa katika hii taasisi? Kazi yangu kubwa kwenye hii taasisi ya kwanza nipo katika sehemu ya uzalishaji wa mifugo, mfano kama kuku, kuzalisha zile bidhaa zao kuku, mfano kama mayai, nyama, na pia kwenye upande wa ng'ombe kuzalisha, na chingine pia kwenye upande wa kutoa ushauri kwa wakulima au kwa vijana ambao wako interested na kufuga. Pia nafanya kazi hiyo, na chingine kuwatibia pia kama mtu atakuwa anahitaji huduma zote za matibabu, ikiwa kama ni ng'ombe, kuku au wanyama wote wale ambao wanafuga, pia huduma hizo zinapatikana. Okay. Unadhani hii sekta ya mifugo ina thamani kubwa ukilinganisha na sekta nyingine nchini? Ndiyo, kwa sababu almost of watu, yani katika nchi au katika dunia, wanakuwa wanategemea upande huu wa mifugo kwa kama ni kitoweo, kwa sababu tukizungumzia mifugo hatuangalii kwenye kuku peke yake au kama kwenye ng'ombe peke yake, tunaenda mpaka kwenye samaki, mambo ya aquaculture huko za kufuga. Kwa hiyo unakuta watu wengi wanategemea na huko, ambapo kila siku huduma hizo wanakuwa wanatumia katika vyakula vyao na mambo mengine tofauti. Okay, unaweza ukatuelezea ni magonjwa gani hatarishi ambayo yanaweza kusababisha labda hii sehemu ya mifugo ama hii mifugo ikapotea ama ikaathiri zaidi? Ndio. Upande wa mifugo tuzungumzie kwenye ng'ombe, kuna magonjwa ambayo yanaitwa anthrax, kwa Kiswahili chake tunaita kimeta. Ni maradhi ambayo mara nyingi sana wanakuwa wanawapata ng'ombe. Sasa maradhi haya pia, lakini pia na uwezekano wa kutoka kwa mnyama pia kwa binadamu. Kwa hiyo athari ikitokea, mfano kama hajathibitiwa vizuri ama kuchukuliwa tahadhari mapema, inaweza ikasababisha athari pia katika nchi, ambayo inaweza ikaathiri pia binadamu na watu wengine na makazi ya watu wengine. Okay, kwa upande wa ufugaji wa ng'ombe, ni unashauri labda ni mbinu gani ambazo wafugaji watumie ili kuweza kuzalisha labda kama ng'ombe maziwa pamoja na kuku? Mbinu gani ambazo natakiwa watumie? Ya kwanza, wanatakiwa wazingatie kwenye swala zima la malisho, kwa sababu pindipo, yani ukimlisha, yani mnyama wako ukiwa unamlisha, ndio atakuletea ile production iliyokuwa nzuri. Na chingine tuangalie kwenye masuala ya afya kwa mnyama au kwa binadamu, tuseme kwa kiumbe chochote kile kitu, afya inakuwa ni muhimu sana. Kwa hiyo pia tunatakiwa tuangalie afya ya mnyama ili kuweza kufikia lengo la kuzalisha product iliyokuwa nzuri ambayo itakuwa ni salama kwa matumizi pia ya binadamu. Na pia makazi, tunatakiwa tuwajengee sehemu ambazo zitakuwa stahiki kwa ajili ya kukaa kwa wenye wao wanyama na kufanya shughuli zao nyingine. Katika hii taasisi ya MS Agriculture Service, je, mnakuwa mna project labda ya kwenda kuwatembelea wafugaji ambao wapo sehemu tofauti? Ndio, tunakuwa tunafanya hizo project za kwenda ama safari za kwenda kuwatembelea na kuwakagua, na pia kuwapa ushauri pale ambapo tutakapoona hakuna sawa au kuna changamoto yoyote, tunashauri na tunakuwa tunapa ushauri, yani tunawaekea sawa. Okay. Ni upi ushauri wako ama wito wako kwa wafugaji ambao labda hawana elimu ya kutosha juu ya swala hili la ufugaji? Ushauri wangu kwa wafugaji wadogo, kwanza kufika katika kituo chetu ama taasisi yetu ya MS ili kupata ushauri au mbinu zilizokuwa madhubuti kwa ajili ya kujiendeleza vizuri katika harakati zao za kufuga.
Na chengine pia, ndipo mfano wakisikia kama kutakuwa kuna maonyesho kule na nani ambapo kule kuna wadau tofauti wa mambo ya kilimo na mifugo, wajitahidi wahudhurie ili kwenda kupata elimu ya kuhusu mifugo, na pia kuhudhuria katika semina tofauti ambazo zinakuwa zinaendeshwa na kampuni ama kwingine kokote kuhusu mifugo, ili wapate wazalishe vizuri na waendelee vizuri. Katika taasisi ya MS Agriculture Service, je, mna utaratibu ambao labda kikifika kipindi fulani nakuwa mnapokea wanafunzi labda ama kwa kipindi fulani ipoje? Utaratibu huo upo na umewekwa kwa sababu tazama, taasisi hii imejikita katika kuwahamasisha au kuwashajihisha vijana katika mambo ya kilimo na mifugo. Kwa hiyo utaratibu upo wa kupokea wanafunzi wa field na kuwapa elimu kuhusu mifugo, na pia watu wote wale wanapokuwa kama vijana, mtu yuko interested na kufuga, basi anaruhusiwa kuja na kupatiwa elimu hiyo. Ni upi ushauri wako kwa vijana ambao wapo mtaani labda hawana ajira lakini pia wana ujuzi ama wamesomea katika hii fani ya mifugo? Mimi nashauri vijana ambao wako nyumbani au waliosoma ambao yani hawaitendei elimu yao waje huku waje wajifunze, kwa sababu usipofanya hivi vitu tulivyosoma au kusoma mambo ya mifugo, ukisema usifanye, ndio inakuwa ile elimu yako bado unakuwa hujaitumia. Na elimu yoyote ili uitumie na iwe sawa, ni lazima ufanye kazi kile kitu. Mfano kama kwenda field kufanya matibabu ya mnyama, yani kuona zile shughuli zinavyoenda. Na pia nawahamasisha vijana yani wasikae mtaani wakategemea kwa kama kuna kazi serikalini. Ukija kwenye mifugo huku, hii ni kazi, yani ni fursa ya kujiajiri kijana kama kijana, na sio kukaa ukategemea.